Na kisa tarifa kimetokea cha Madwana. Bwana mmoja ameenda kufanya dawa katika hoteli moja kubwa ya kifahari. Chumba baada ya chumba, tunakuiteni leo jaula, na watu wa jaula leo tunaifanya, tunakuiteni baada ya maghrib, kutakuwa na kilma msikiti fulani. Atakayependa na kwenda, atakayekuwa hataki basi wakaenda wakaambiwa yuko bwana mmoja hapa katika Waislamu, lakini ndo mtu mbaya, watu wa maasi, watu wa nini. Kusema huyo ndo tunamtaka hasa. Yuko chumba namba fulani, mtamweza? Twende. Wakapanda lift, wakaenda, wakagonga mlango. Kifungua tu anawaona watu wa tabligh. Kufungua tu akafunga mlango. Unajua hawa ni wale watu wa jaula. Kafunga mlango. Wale wakakaa. Baada ya kama dakika 25 sio wakagonga tena mlango. Kufungua akawaona tena wale. Akafunga mlango. Wakakaa baada ya nusu saa wakagonga tena. Kufungua katema mate, akatemea kwenye nyuso zao. Mmoja akapata mate akafuta, karudi nyuma. Wakarudi tena, wakagonga tena mara ya 4. Walipogonga, akamwambia sasa hivi hatukuja kukupa mambo ya dini. Nimekuja unipe zawadi kama ile ulompa ndugu yangu. Yeye umemtemea mate, umempa zawadi kubwa. Mimi sijapata, na mimi nitemee siku ya kiyama na mimi niwe na zawadi kubwa. Ndugu yangu umempa zawadi, mimi sina. Nipe kama ya kwake. Tema mate hapa kichwani. Yule akasema, yuko hapa ndugu? Njoo. Anataka naye zawadi. Njoo. Akafungua mlango. Anasema wakachukua chai na kahawa yake, akatoa kahawa yake, kawapa kahawa. Haya, mnataka nini? Maana mmestrike tu mpaka mtu nimemtemea mate, nasema nimempa zawadi. Aseme. Wallahi ingekuwa mimi na wewe tungekuwa tushaachana naye zamani, mwache. Tushaachana naye zamani. Lakini wale watu walistrike pale mpaka yule bwana akaelezwa mambo ya da'wa, na Mwenyezi Mungu anampa taufiki katika ndimi za watu wengine. Ukisema kitu kinakuwa nuru. Kuna sahaba mmoja kutoka Yemen alikuja kwa bwana mtume, akasikia Qur'ani, akasilimu. Baadaye mtume akamwombea dua katika kabila la Daus, kabila la Saidina Abi Huraira. Kaambia, nenda kwenu kafanye dawa, nenda kawafai watu wenu. Akubakia pale alipo mtume, akafunga safari. Mwenyezi Mungu akamjalia miujiza, ikawa katika macho yake kunatoka nuru. Nuru akitembea inatoka katika macho yake. Akamwomba Mungu dua, akasema, ya Rabb, nuru iliyokuwa katika macho yangu watu watanikimbia, nataka uijalie iwe katika mdomo, ulimi kwangu. Ikatoka katika macho ikawa katika ulimi. Kaenda kafanya dawa, nuru iko katika ulimi wake. Basi alifanya dawa, fa aslama dausu kullum, kabila lote aslamat, likasilimu, wakarudi kwa mtume. Hawa watu wote wamekuwa Waislamu, watu wa Yemen. Mungu ametia nuru katika ulimi wake. Basi wakamueleza yule bwana mpaka akaacha, akaandamana nao, wakaenda msikitini, wakafanya darsa, akapata na yeye kitu. Wanasema baadaye akawa mmoja katika watu wa da'wa wakubwa, wanaelekeza watu, baada ya kuwa yeye ni mtu wa machupa na mambo mengine machafu yote. Lakini kama sio kustrike pale wale watu, bado ungekuwa wamepotea. Hivi ndivyo watu wa dawa wanavyofanya. Wanatukanwa wewe, lakini bado wamo. Watizameni kanzu zao, bado wamo. Watizameni wachafu, bado wamo. Watizameni hivi, bado wamo. Wanajua wanachokifanya, sio kwamba hawana akili.